Wakati Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana akisoma mapendekezo ya bajeti ya wizara hiyo kwa ajili ya matumizi ya wizara na taasisi zake, viongozi wa Chama cha Watalii Tanzania TTGA wametoa mapendekezo yao ili yaweze kufanyiwa kazi baada ya kupitishwa kwa bajeti hiyo. Mwenyekiti Remprisi Loipuko, katibu mkuu Robert Maxi na mjumbe wa chama hicho cha waongoza watalii hapa nchini John Msabi ni miongoni mwa viongozi wa taasisi za wizara hiyo walioalikwa kuhudhuria bajeti hiyo. Tumefurahishwa sana na hii bajeti ambayo imepita leo, na kama iliyotajwa leo kama itapitishwa, kwa kweli tuna imani kwamba kazi kubwa ya miundombinu ya barabara kuu ndani ya hifadhi zetu pamoja na barabara za game drive, yaani zile barabara za kuingia ndani ya hifadhi ambazo tunafanya game drive kwa wageni wale wa kimataifa ambao tunawaendesha ndani ya hifadhi zetu, na pia utalii wa ndani, tuna imani kwamba utaratibu wake utaenda vizuri. Ni imani yetu sisi ambao ni waongoza watalii tukiongozwa na guide namba 1, mama yetu, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daktari wetu mkuu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni guide namba 1, na sisi tuko nyuma yake, na tunaamini kabisa kwamba kazi anayoifanya ni kubwa sana, tukizingatia kwamba ametangaza utalii kwa nguvu kubwa kwa kutumia filamu inayojulikana kama The Royal Tour pamoja na Amazing Tanzania. Hiyo filamu imeenda extra mile dunia nzima, ambapo imevuta kundi kubwa sana la wageni wa kimataifa na ugeni wa ndani ya nchi yetu pamoja na nchi ambazo ziko pembezoni mwa nchi ya Tanzania, tukizungumzia Afrika Mashariki na nchi zingine za Afrika. Basi kwa kifupi niombe tu kusema kwamba bajeti hiyo ambayo imepitishwa imewekwa katika nyanja nyingi katika hiyo sekta ya utalii. Kwenye ile eneo la miundombinu, sisi tunaomba litiliwe mkazo sana, kwa sababu katika mazungumzo yote ambayo yamezungumzwa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkoa wetu mkuu Dodoma, leo hii tarehe 19 mwezi wa 5 2025, wabunge wengi wamechangia kwamba unapomkamua ng'ombe ujue kwamba unatakiwa umlishe. Kwa hiyo maeneo yale ni nyeti ambayo yanaingiza wageni wengi wa kimataifa wanaoingiza fedha za kigeni ambazo ni uchumi mkubwa wa nchi, na pia jambo lingine ambalo naomba kuchangia hapa, ninaomba kwenye vivutio vyetu hasa hifadhi ya Ngorongoro na Serengeti ambayo inabeba wageni wengi, tuongezewe maeneo ya picnic sites, hasa maeneo ya mawe ya utafiti. Wahifadhi wanajua, wakisikia tukiongea kwenye vyombo vya habari wanajua mawe ya utafiti ni wapi, na vilima 7 ambapo itanusuru eneo la Seronera area, eneo la Seronera katika hifadhi ya Serengeti, ambapo ni eneo la kati katika hifadhi ya Serengeti ambalo linabeba magari mengi. Hivyo wakiongeza picnic sites, ina maana kwamba tutanusuru lile eneo la Seronera, na hatimaye magari mengi yataelekea maeneo ya mbali kidogo na eneo lile, hatimaye lile eneo litarudi katika uhalisia wake, kwa sababu hata wanyama wengi pale wamehama kutokana na usumbufu wa magari mengi. Basi niombe kuwakilisha hiyo hoja, na nikiamini kwamba miundombinu sasa inaenda kuwa imara katika barabara zote za hifadhi ya Serengeti na Ngorongoro na hifadhi zingine ndani ya nchi yetu kusini na hata magharibi. Kwa hiyo nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kuweka nguvu kubwa
katika wizara zote, lakini pia sekta ya utalii ambayo ni sekta ambayo inaingiza pato ambalo ni 17% ya pato la. Kwa majina naitwa Robert Max. Mimi ni katibu mkuu wa waongoza watalii Tanzania. Kama alivyotangulia kusimulia mwenzangu mwenyekiti wa waongoza watalii Tanzania, kwamba tunashukuru kwa kweli kwa bajeti ambayo tumeipata siku ya leo, na bila kurudia alichochangia ni kwamba nina maeneo matatu ambayo ningependa kuyachangia. Haya maeneo yote yanatokana na fund ambayo tumesikia inaitwa Tourist Development Levy. Hiyo fund tungeomba kwamba iwasaidie kuongezea uwezo waongoza watalii kwa maana ya training au mafunzo ambayo tunaomba yawe endelevu. Tunaomba mafunzo ambayo yatakuwa yanapelekwa kila mkoa ambao una utalii hapa Tanzania, yawe kwa ajili ya waongoza watalii, lakini pia na wafanyakazi wengine ambao wanafanya kazi kwenye sekta ya utalii kwa maana ya hotelia. Jambo la pili ni swala la bima ya afya. Tulikuwa tumeomba kwamba turudishiwe bima ya afya ambayo ilisitishwa kama miaka 3 iliyopita, na tunaomba kupitia kwa Tourist Development Levy kwamba tupewe. Tunaambiwa kwamba mama yetu msikivu ametenga Tourist Development Levy kwa ajili ya sekta ya utalii, na tungeomba kwamba wafanyakazi ambao wanahudumia sekta ya utalii wapewe kifurushi cha bima ambacho ni sawa na watumishi wengine wa umma. Na jambo la tatu la mwisho kwamba tunaomba swala la miundombinu liangaliwe kwa jicho la tatu, kwa sababu tunafanya kazi kwenye mazingira magumu, lakini barabara ambayo tumeiomba, barabara kutoka geti la Ngorongoro mpaka mwisho wa geti la Serengeti ambalo linaitwa Ikoma ijengwe kwa tabaka gumu, ili kuwanusuru wafanyakazi wa sekta ya utalii ambao wanapata ulemavu na ajali mara kwa mara kwa sababu ya barabara ambazo zifai. Na pili, nimpongeze mama yetu ambayo kwetu ndio kioo cha utalii, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wetu, kwa kuweza kuitangaza Tanzania kimataifa. Na sasa hivi Tanzania imefunguka kila mahala. Huwezi kaenda nchi yoyote ili ukitamka Tanzania mgeni akasema hii Tanzania wenda iko bara la Asia au iko bara la wapi. Wanajua kwamba Tanzania iko Afrika Mashariki. Na leo huwezi kaenda mahali ukasema mlima Kilimanjaro uko Kenya. Wote wameshajua kwamba sasa hivi mlima Kilimanjaro uko Tanzania. Tunashukuru kwamba hii budget ya mwaka huu tunaamini kwamba wameshafanya vizuri zaidi hapo nyuma, lakini mwaka huu hii budget itaenda kuboresha zaidi sehemu ambapo huenda vivutio vyetu havijatangazwa, kwa sababu hata ukija hapa Dodoma tu peke yake, huu mkoa wa Dodoma una vivutio vingi lakini bado havijatangazwa. Tukienda upande wa fukwe za bahari, mfano kaenda kisiwa cha Mafia, ni kisiwa kizuri sana, na mnajua kwamba watalii wanapenda sana masuala ya fukwe, na upande wa fukwe bado sisi Tanzania hatujajitangaza, kwa sababu ukitazama hata urefu wa fukwe tulizonazo kutoka Horohoro kushuka mpaka chini Mtwara ni zaidi ya kilomita 1000, na tukiweza kupromote hizo kilomita tu peke yake tunaweza tukaingiza pesa nyingi sana katika sekta ya utalii, hatimaye na kuboresha uchumi na tukapata pato la taifa ambalo litaboresha maisha ya wananchi. Kwa hiyo kuna vivutio vingi ambavyo tujaboresha na kuvitangaza. Ukienda kusini kuna jiwe la Kimombo upande wa Mbeya, bado hatujatangaza. Kuna ziwa Rukwa ambalo lina mamba wengi kuliko, bado hatujatangaza. Tukienda kila mkoa na kivutio chake. Kwa hiyo ningeomba wizara sasa, badala ya kusema kwamba bajeti yote ihamie kaskazini tu, ihamishiwe na kusini, mashariki, kati na kusini, ili watalii waweze kutawanyika. Huyu akija Serengeti mwingine awe kusini, huyu akiwa kusini mwingine awe mashariki. Hilo ndio ombi langu kwamba tupromote vivutio vingine ambavyo havijaweza kujulikana. Awali akisoma mapendekezo ya bajeti hiyo, Dr. Pindi Chana amewasilisha maombi ya bilioni 359.9 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2025-26. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dodoma, ni John Israel wa Banda Media.